Mimi nataka tu niongezee maneno mawili matatu. Kwanza, wakati nilichaguliwa 2013 ya kwanza, tulikuwa na mashule zetu mingi sana ya matope na mbao. Hiyo tukashughulikia kwa miaka the first 4 years, na hatuna shule tukitembea sasa ama tukiongea sasa hapa, hatuna shule hata moja ya matope katika constituency yetu. Ni kweli? Ya pili, tulikuwa na mabarabara mbaya sana katika constituency yetu. Hata hii barabara umekuja naye hii kutoka Kapseret kwenda mpaka Tuyo, ilikuwa ipitiki hata kwa miguu, wacha gari. Na leo mimi nashukuru Mungu, kando na lami inakuja, hii barabara unaweza tembea, inyeshe isiponyesha utafika nyumbani. Watu wengi sana hapa walikuwa wameenda kuishi town, wanafanya kazi town kwa sababu ya hii mabarabara. Lakini hiyo tutahakikisha mabarabara zetu zote yenye nauzika na mimi, kutoka kule Ngeria, Kabore, kutoka Moi University kuja mpaka Borderlands, hii yetu na zile zingine zote. Mimi nafurahi sana kwa sababu tulishirikiana na nyinyi wananchi na hawa wenzangu tunafanya kazi na wao. Barabara zetu zote ni nzuri. Ni kweli? Na ndio nikakuja sasa nikasema tutafute namna nyingine pia ya kuona wale watu wako chini zaidi. Na unajua mtu wa Bondo, kuna watu waelewi, kuna watu wanalala njaa. Kuna watu waelewi, kuna watu hawana namna. Na unajua saa zingine afadhali ukuwe na umaskini mwingine, lakini at least usinyeshewe. So hii mabati nimenunua leo ni mabati 2000. Hii ni first lot, tunapeana 500 hii wiki. Baada ya wiki nyingine mbili tunapeana zingine namna hiyo. Hii inajenga manyumba 32 ama ngapi? I think 32. Hii lot ya kwanza. Alafu tutaenda lot ya pili namna hiyo. Tunaanzia wale wenye hawajiwezi kabisa. Tunatafuta wale hawajiwezi kabisa, tutawasaidia. Unajua saa zingine umaskini inaweza piga mtu mpaka sasa anachanganyikiwa kabisa. Singine tunataka tusaidie ili hata ukiamka asubuhi at least hata usikie mvua ikinyesha yenyewe unasikia mpaka. Unajua mimi baba kutoka Bondo, mimi mtu nilianza maisha chini kabisa. Kwa tunaishi nyumba ya nyasi kwa miaka mingi. Na mimi naelewa maneno unaona inaendelea kwa hii dunia. Sasa hiyo nasikia zingine huwa mimi nauliza, kuna watu ukiwaambia uje kula lunch, wanakuuliza kama ulikosa nafasi ya kula lunch ama una appetite ama wewe ni mgonjwa. Hawajui kuna watu hawana riziki ya siku. Kuna mtu akiamka asubuhi ajua atakula lunch time, na ajua atakula nini jioni, na ajua ataamka aje kesho. Na ndio sisi tukasema ile tunaweza kwa sasa, ile tunaweza kufanya tufanye. Ndio tuache hii baraka. Unajua kila kitu iko kwa Biblia. Watu wengi wao wanasikia tu Biblia ikisomwa kanisani, wanahubiriwa, lakini hawatii maanani, hawachukui. Unajua kuna mtu anaenda sikiza, unaona anasikiza kabisa, wanahubiri kabisa. Unajua hata hii mbinguni, mtu mwenye ataenda mbinguni si ati ni makosa kusikia mahubiri. Mahubiri ishaenda across, ni watu tu wanapuuza anapuuza, lakini kusikia kusikia. Kwa sababu unasikia wakisemanga Isaya 5 sijui ngapi, unaweza pata umesikia kama mara 6. Hiyo ni moja pekee yake, lakini haushikanishi. So mimi nataka niseme asanteni sana. Siko najua watu wanakuja wengi namna hii, lakini nimefurahi sana. Hii tutaanza namna hiyo, twende sekta nyingine. Wakati nilisema maneno ya tukamaliza maneno ya barabara, tukakuja kwa maneno ya makanisa. Makanisa zetu zote unless yale yameanzwa yakiwa mpya, lakini makanisa zaidi ya makanisa 200 na mimi mwenyewe nimeshuhudia, nimeenda kwa kila kanisa, tumesaidiana na Wakristo na mapastors na viongozi wote wa makanisa, tumejenga hizo makanisa. So makanisa yenye tuko nazo ni chache, na ile tunamalizia tuko kwa finish. Ndio nilikuwa naambia mtu Reverend, kuna watu wengine hawapendi kujenga kanisa. Unajua kanisa usikubali kujengewa kanisa. Ni vizuri pia wewe uchangie kujenga kanisa, kwa sababu wewe ndio unaombea hiyo kanisa. Unajua watu wengi wanaitanga tu ati ita mheshimiwa, ita wageni, na hao wenyewe hawajaweza kujipanga kujenga hiyo kanisa. Na mimi nikasema kuna wengine pia hata walikuwa wanapingana, wanasema hapana, jenga kanisa sana kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuja. Mimi nikasema tujenge kanisa iwe mzuri, tujenge mashule zetu siwe safi, jenga nyumba yako yenye unaishi iwe mzuri. Mwenyezi Mungu akifika hata saa hii tunauacha tu hiyo na kwenda namna hiyo, lakini uko umetumia kitu safi. So mimi nataka niseme nimeshukuru sana, karibuni
na last week tulipeana pikipiki chache, na pia vijana wale wa manyumba wale wa maskini kabisa tuna identify. Next week tunapeana pikipiki nyingine 10, na pia wiki nyingine tunaenda na mabati namna hiyo. Mimi nitafanya pale ninaweza, mimi nitafanya mali ninaweza. Unajua kuna watu wanaroganga watu, na unajua urogi haimaanishi ati ukue mrogi kabisa, ile wanasema ati kwa fulani ni warogi. Sisi wote hata hapa tunasema sisi ni warogi, kwa sababu mtu anapewa mabati hivi, jirani yake anasema ingekuwa ni mimi, na yeye ako na nyumba ya mabati. Haujui ni kwa nini tume-identify tukasema tupie mtu fulani. Inamaanisha hata wewe ni mrogi. Ama ukisikia jirani ati mtoto ya jirani yake amepata max mzuri na alikuwa shule recha, na wake alikuwa shule mzuri na akupata max ya kama ya ule mwenye alikuwa shule reja, anaanza kufika kule center anasema mtoto akitoa amepita, lakini sasa sijui ataenda shule vipi. Tayari wewe ni mchawi. Badala useme jamani tuitane tupange, huyu mtoto amepita, tutampeleka shule namna gani? Unaenda pale kando, unaongea juu ya huyo mtoto. Mimi nasemanga tenda mema, nenda zako. Maneno ya watu wataongea. Hii maneno mingi, kuna wenye ukipanga maneno mzuri, anapanga umaskini. Unajua kuna watu walisaliwa na urogi ya umaskini. Inatakana unajiombea, unaombea jirani yako, unaombea ndugu yako, unaombea inchi namna hiyo. Kwa sababu watapeli ni wengi sana katika taifa la Kenya. Kuanzia juu mpaka chini, wakora ni wengi kushinda wale genuine. Wale raia wale sasa wangefaa kushughulikiwa. So ni mzuri sisi wote tuombe, twende kanisani, mwende mjenge hii manyumba ikuwe warm, watoto wenyu wapate kusoma, watajenga manyumba kubwa. Wata improve. Si ati kila siku sisi wote tutakuwa maskini namna hii. Na ndio unasikia sisi tunapiga kelele tunasema, unasikia mtoto maskini akipata wanasema ameiba. Mtoto atajiri kama sasa watoto wangu ati ni haki yao. Hakuna haki yao. Kila mtu atafute na ajikaze na tuombe Mungu. Na siku ile Kenya never itafika wakati maneno ya ugonjwa, mtu yote akiwa mgonjwa tunaenda kwa hospitali same yenye mtoto wako na wangu na wakimani na waomondi wanaenda hospitali same, soko tumefaulu. Wakati shule itafika wakati watasema shule zote ni flat rate, mtoto wa maskini na kila mtu wanasoma shule moja, hii itakuwa sawa. Ndio unaona bado tuko na ukoloni. Ile mimi nasema kila siku bado lazima tupiganie tupate uhuru. Bado hii Kenya tupate uhuru, lakini bado. Na ndio unaona hata hapa mbele Reverend lazima tuombe sana kwa bidii. Kuna wakora kwa hii laini, wao kwa laini wanataka watolewe kwa laini, ili nchi ipate kufunguka. Ile watu wa chini kabisa wapate namna. Tunataka president mwenye akisimama hapo akiambiwa kuna shida mahali fulani anaelewa ni nini hiyo wanasema. Unajua kuna mtu haelewi. Nilisikia mwingine aliulizwa ati bei ya mkate ni pesa ngapi, akasema ni 300 shillings. Can you imagine? Na ni mtu anaongoza nchi. Anaulizwa bei ya mkate, hajui bei ya mkate. Ndio ile kwa maneno mengi sana. Otherwise karibuni sana. Tutaendelea hivyo, tutashikana namna hiyo. Haya. Alafu tumechukua namba ya wale watu tumepatia wa mabati. Tumesema ndio kila mtu achangamuke. Mimi kwa watu 30 nitawatumanishia pesa kidogo kwa simu zenu kwa kesho. Ndio muende mwanze naye na mjenge. Namna hiyo. Mjenge namna hiyo ili hiyo lot ya kwanza tuko na lot ya pili, tuko na lot ya tatu mpaka lot ya 5. Alafu tuone tumebaki na watu kiasi gani. Sio ati ni watu wengi sana, lakini tunataka tuhakikishe hiyo wale wajiwezi kabisa tuwasaidie. Na ndio nimeambia watu wangu hata wakati wanaenda ku identify ukweli mtu ule ajiwezi kama vile tunafanya kwa basari set. Na niliambia ni wananchi hata kwa basari set nikipata mtu mwenye anapewa basari mwenye anajiweza, huyo mtu alipeana basari ataenda nyumbani. Kwa sababu tunataka tusaidie ule mwenye ajiwezi, ule mwenye mtoto kweli amepita lakini ajiwezi. Hiyo ndio maneno tunataka tu deal naye kwa hii constituency yetu. Na mimi haja yangu kwa hii constituency yetu ninataka kitu kubwa. Mimi nataka nikitoka at least nimeweka malami ile barabara highway yote, nimetengeneza namna hii. Mwingine pia kuja shikilia, si ati mimi ni bakasi yenu ya kufanya hii kazi ama mimi nimepigilia mshumari kufanya hii kazi, hapana. Mimi hata naye after mwaka mwingine 5 mimi naenda retire ama nitafute kitu kingine. Mwingine pia kuja aendelee naye. Si namna hiyo jamani. Lakini uko umewacha maka. Unajua kuna watu wanataka tu kuchaguliwa. Ukiulizwa haya wewe ulichaguliwa kwa hii mwaka 5 ulifanya. Mimi leo nikisema kuanzia 2012 ile kazi nimefanya hapa, nitasema mpaka usiku. Nitaanza saa 1 mpaka usiku.
Lakini kuna mjinga mwingine anakaa pale kwa kona tu anapigana anasema huyu mtu tutafukuza. No problem. Mimi naambianga mtu usikue tena ule unakaanga hapa unakusema huyu Sudi huyu tutafukuza na wewe mwenyewe haujajipanga hata kujisaidia hata kidogo. So ujisaidie kwanza alafu upange kufukuza Sudi. Yeah, no problem. Na sasa ukisema utafukuza huyu Sudi alafu bahati mbaya tena aponyoke tena aingie. Unaanza tena ukaa mwaka mwingine 5. Huyu mtu huyu na so tushirikiane na tusaidiane. Tuwe kitu moja. Na tuhakikisha kwamba kila siku ukiamka kwa baraka kwa mtu kwa mwenzako. Hata kama una kitu yote ombee Mungu. Hata mimi kuna watu mimi naombeanga Mungu. Hata kwa simu yangu mimi naangalianga watu wengine wanaandika messages unaona unajua kuna shida. Mimi nitasaidia namna gani nafanya namna hii. Mimi at least kwa siku zangu bariki mtu kwa siku. Mimi sio mbaya sana hata mbinguni hii. Nitakuwa Mungu wala watasema. Asanteni sana na karibuni sana. Asante. So huyu madam ni madam wetu wa Kipkaren Secondary. Ile shule nilianzisha juzi ya watu wa Kipkaren, Kipkenyo, Langas, wapi wale watu hawajiwezi. Shule hii ya Kipkaren sasa tuko na tulifungua tuna corona ikafika. Tuko na wanafunzi zaidi ya 100 kwa miaka ya kwanza 120. Na hiyo shule tunafanya full scholarship. Hiyo shule mtoto akiingia tunahakikisha ni watoto hawajiwezi, tunalipa na basari pesa yote. Mzazi ni kungangana tu kununua uniform peke yake. Hiyo ndio mwalimu mkuu wetu. Ingine ni kusema nafikiri tunawashughulikia by next week to sanitizer. Sasa watu ya Nigeria msilalamike. Ya makanisa. Ya makanisa. Kuna hiyo sanitizers tunapeana na mask kwa makanisa. Tumeanza na kanisa sijui ngapi kama 100. Lakini tuko na zingine hii wiki tunapeana sanitizers, tunapeana mask kama 3,000 ama 5,000. Namna hiyo na by the next 4 months tutakuwa tumemaliza. Tunataka 4 weeks. Tunataka yani at least wale wapate ili tufuatane na hii maneno ya corona. Lakini hii corona hii corona hii wakubalia watu waende kanisa. Hata hii maneno mnasema ati watu wa miaka 58 wasiende kanisani ni hasara. Kwa sababu mimi nikiwa miaka 58 nimebaki nyumbani. Na msichana wangu na bibi yangu na watoto wameenda kanisani. Na warudi na hiyo corona watanipata nyumbani. So tuombe Mungu, twende wote tuombe Mungu na tukip distance. Hata hii maneno ya kusema nasikia wanapiga hesabu hapo wa kusema ati wana lockdown nje nini. Mimi kama ni uwezo wangu acha mimi niombe hivi. Kama kungewezekana kama inji ingekuwa na uwezo wa kutosha wangesema kila mtu dawa ya corona nisijui ati wanasema ati ni painkiller ni antibiotics sijui nini. Wangesema tununue wote across. Alafu Friday wafunge mabaya yote hii na kila kitu na waseme kila mtu wameze dawa hiyo Friday. Friday, Saturday, Monday. Alafu sasa ikuwa across hiyo hatutambaza tena. Lakini kwa sababu mimi najua ile utapeli inaendelea hata ile pesa tulipewa ile msaada. Najua sasa wakiulizwa hesabu hata tuambia. Kwa sababu ya utapeli ya Kenya, sisi tuombe Mungu. Maskini atabaki kuwa maskini Kenya hii. Tajiri watazidi ku build the empires. Kwa sababu wale watu wanafanya saa hii biashara katika janga la corona. Na wale watu wanafanya wanapewa tenders kwa hii corona. Ni watoto wa matajiri tu wale. Ni ile nyumba moja tu tatu ile mnajuanga ile. Hao ndio wanafanya hiyo biashara saa hii. So inamaanisha hawajali wa Kenya wengine. So wasituambie leo maneno ya lockdown. Lockdown kama mnaweka lockdown, mhakikisha kwamba mtaweka pesa ya wananchi kukula. Kama mtaweka lockdown, kama rais leo ataamua maneno ya lockdown, atafute namna na ajue Kenya hii tuko na zaidi ya watu milioni 50. Watu wangapi wanafaa kupewa chakula? Kwa sababu kwa Langas, mtu wa wale vidongononi ile ndogo wale wanatafuta riziki ya kila siku. Hawana namna. Mkiweka lockdown nje, mweke lockdown nje na mjue ya kwamba pia msisahau kuna maskini. Kwa sababu mimi najua nyinyi hamjui kuna watu wanaitwa maskini Kenya hii. Kuna maskini wenye hawana chakula. Mweke lockdown na mlete chakula. Sio namna hiyo.